Habari za asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari. Kwa kipekee kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama hapa Mbeya. Tumekuwa na safari jana kutoka Dar es Salaam jioni, tumeingia majira kama ya saa 1 jioni kwa saa za hapa Mbeya, na mashabiki na wanachama klabu yetu wanaona namna ambavyo kumekuwa na mechi back to back. Ukiangalia mechi yetu ya Champions League imemalizika siku iliyofuatia, ambayo kwa watu wanaofahamu mpira ilikuwa ni siku ambayo tunatakiwa kufanya recovery, lakini siku hii imetukuta kwenye safari kutoka Dar es Salaam kuja Mbeya. Kwa hiyo uchovu, ratiba kubana ni miongoni mwa vitu ambavyo inabidi wanachama na mashabiki wetu wawe navyo kwenye vichwa na waelewe kiufundi ni nini Mwalimu Romain Folz anapambana nacho kipindi hiki kuhakikisha timu inapata matokeo mazuri. Baada ya kusema hayo, ni ukaribishe pia ndugu yangu Gwamaka kwenye kazi ya usemaji, hasa kwenye Premier League. Tulikuwa nao wenzao kama wewe kina Moses William ambao walianza kazi hii wakiwa na mwili kama wewe, lakini baada ya michezo 10 tu Moses William msemaji wa timu ya Pamba nilikaribia naye kwa maana ya mwili amekata weight. Kwa hiyo tukaribishe kazi ambayo mchele wa Mbeya imefanya kwenye mwili wako, kuna kazi nyingine kina Pakome pia wataifanya. Kwa hiyo jiandae kwa yote mzee wangu. Lakini nikushukuru pia umenipa cha kwenda kuwaambia wachezaji. Toka nimefika huku nilikuwa sijawasikia Mbeya wakiongea, lakini nimefurahi umenipa kitu cha kwenda kuwaambia wachezaji kwamba wewe unaona wale ni wazee. Jambo zuri hili. Tamfikishia wachezaji wote kwa bwana wanaona nyinyi ni wazee. Na wenyewe wanasema wana mashine ya kufanyaje? Huwezi kurudia. Sawa. Bwana, mimi waombe mashabiki wetu wa Yanga, Mbeya hamjawahi kudisappoint. Mara zote tunapokuja Mbeya, tulikuwa tunafanya shughuli za wanachama, tunakuja kwenye mechi, mmekuwa karibu sana timu yenu. Sana. Na safari hii tena tumekuja kwenye mchezo wa kwanza wa ugenini dhidi ya Mbeya City, wamepanda daraja. Of course wana mwalimu mzuri, Malali 50, wana timu ambayo ina mchanganyiko wa wachezaji vijana wenye uzoefu. Kwa mechi itakwenda kuwa mechi nzuri na itakuwa mechi ngumu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo sisi faida yetu ikawe kwa mashabiki wetu. Juzi mjumbe wa kamati tendaji Young Africans Alex Ngaya alizungumza kauli ambayo inabidi tutembee nayo. Kwa nyakati ambazo tuko nazo, kila mmoja anatakiwa afanye jukumu lake. Sisi hatuwezi kuwa mashabiki wa Yanga wa kuchambua mpira kwenye Instagram. Lazima tuwe mashabiki wa Yanga wa kuisupport timu kiwanjani. Haiwezekani timu inacheza mechi ina mashabiki wachache alafu mashabiki wanaokuja kutoa maoni wanakuwa wengi. Lazima tuigeuze hiyo. Kwanza tufanye jukumu letu isupport timu kwenda uwanjani, alafu maoni yaanzie baada ya sisi kufanya jukumu letu. Na jukumu la siku ya kesho ni kuja kwa wingi Sokoine. Sauti zenu, wingi wenu, morali yenu itakwenda kuwasaidia wachezaji wetu waweze kuamka na waweze kupambana, tuweze kupata pointi 3 siku ya kesho inshallah. Kama kuna maswali haraka tumalize hili jambo. Umezungumza kuhusiana na comment wanazotoa mashabiki. Pengine hii unaweza ukaweka sawa pia. Ipi inatakiwa kuwa focus ya mashabiki na ipi ni focus ya timu kwa hivi sasa? Ili mashabiki wasije wakawa na focus tofauti na kile timu inachokipitia alafu kutokea mgongano. Nafikiri hata kocha amezungumza vizuri kabisa kwamba sisi hatuzuii watu kutoa maoni. Na ni jambo zuri watu kutoa maoni. Hii ni taasisi ya mchezo wa mpira miguu. Mkishaona mpo kwenye football kwenda kila siku hamna maoni, hiyo haiwezi kuwa football. Tutakuwa mchezo tofauti. Football ni mchezo wa opinion. Kwa hiyo si jambo baya watu kutoa maoni. Inaonyesha ni wa kiasi gani tuna daraja ambao tuko nalo. Lakini kwenye hayo maoni wako watu ambao na wao sasa wanapenyea humo. Na wao wanapitisha sumu zao humo kutaka tu kutengeneza mvurugano. Mimi nakuhakikishia ndugu yangu, Young African Sports Club isingekuwa na viongozi makini, kocha Nasreddine Nabi asingeondoka Tanzania akawa mfalme. Akishafukuzwa mapema tu. Fanya proper analysis ya timu. Pengine Said Ramovic baada ya mechi 3 tu tukishamtimua.
kafungwa pale na Al Hilal Omdurman, kaenda kafungwa sijui na wale nani wale Msialja. Tumecheza hatupata matokeo mazuri, lakini tulikuwa tunafanya proper analysis ya timu, baadaye tukatolewa kwenye makundi kwa faida ya goal difference, sio kwa point. Japokuwa tulianza vibaya, lakini tuna viongozi ambao wanafanya analysis. Romain Folz bado ni kocha sahihi kwa Young Africans, na ni kocha ambaye ataifikisha hii club kwenye nchi ya ahadi. Ni swala la muda, na ndio maana kama viongozi tumekuwa tuko makini kwenye analysis zetu kuhakikisha timu inazidi kuimprove kwenda mbali zaidi. Maoni haya ya watu wanaotoa watu ambao wanatoa vitu ambavyo havina maana, hawa ndio ambao tutashughulika nao. Kwa mfano, kuna mchambuzi jana amesema Yanga hakuna kocha, timu inabebwa na wachezaji. Hasa anataka baba yake ndo atubebe sisi. Yaani kwamba tuache wachezaji wetu ambao tunawalipa hela nyingi, tumchukue baba yako aje atubebe. Basi kama mtu inamuuma Pacome kuibeba Yanga, alete naye mgongo wake. Ainame Yanga tupande atubebe kama rais namna hiyo. Sisi tunalipa wachezaji hela nyingi. Tunalipa wachezaji facilities mbalimbali waweze kudeliver kwenye pitch. Sasa mtu anakuambia hii Yanga ipo kina Pacome tu hawa na hawajakutana na timu ngumu wao. Wakutana na timu ngumu lazima wafungwe. Nani kakwambia football unafungwa na timu ngumu? Nani? Yanga tumecheza finali CAF Confederation. Tumefungwa na EF. That's football. Mtu ajifanya kama anapiga ramli hivi. Kwamba ngoja tu. Ngoja nani sasa? Yeye timu yake ishapigwa pale. Na kama Yanga nafunga timu dhaifu, tuna timu dhaifu nyingi tumezishona toka msimu umeanza. Watu hawazungumzi hapa. Timu lao linacheza pale roho mkononi, hamna anayechambua. Yaani Yanga mechi ikicheza timu yao ikicheza mechi ikiisha, bleach zimewapendeza wachezaji wetu. Hawazungumzii performance. Sisi tunawatazama na sababu sisi tunajua ukiwekeza nguvu nyingi sana kudina hawa watu wapoteza focus yao kwenye timu. As long as tumecheza mechi zetu sasa hivi, tumeconcede goli moja, tumefunga goli zaidi ya 12, we are happy na progress ya timu na tunaelekea huko. Na ndio maana tumetulia. Mechi ya kesho tunakwenda kwa nguvu, kwa mpango ule ule, tupate matokeo mazuri tena kesho inshallah, timu iendelee kufanya vizuri. Kwa hiyo hayo maoni ya wanayanga tunayapokea. Lakini tunaona kwenye hayo maoni kuna changanyika pia na dhamira ovu ya watu ambao hawana hoja, wanajaribu tu na wao kuweka sumu zao kwenye chakula chetu. Kwa hiyo hawa hawatakuwa na nafasi. Hii taasisi ni imara, na niwaombe wanayanga watambue mafanikio ambayo tumeyapata kwa misimu minne. Haya mafanikio hayatuletea